I'm really happy today. Guys, I'm happy. Nina furaha sana. Guess what? Nimepata nafasi ya kuyafahamu maisha ya artist ambaye he's a father of new generation. Imagine kukaa naye kupiga story ambazo zinahusu game, lakini pia kupiga story kuhusiana na maisha yake. Kulikuwa kuna vitu vingi sana ambavyo mimi nimejifunza, ambapo nimeona okay, hii interview isiishie huko. Ngoja nikuletee hapa ili upate kumuelewa vizuri. A father of new generation. I'm talking about Country Wizzy, Country Boy, ladies and gentlemen. Yeah, you got ndani ya the conversation today. I'm happy to have him here na kushare experience yake kwenye muziki, and by the way anasherehekea miaka 15 ya kwenye game. Hiyo miaka 15 ya Country Wizzy, miaka 15 ya kwenye game, ilikuwa ni miaka ya namna gani? If you're so excited as mimi nilikuwa, basi this interview is for you. The conversation ni kwa ajili yako. So don't forget to like, to comment, to share on this channel ili kila nikipost video basi usipitwe na chochote. Let's go. Miaka 15 kwenye game Country. Yeah. Yeah, una feel aje kutimiza miaka hiyo? Unajua mimi nimezoea kuona baadhi ya wasanii wakisherehekea miaka 20 ya kwenye game, lakini Country umekuja na miaka 15 ya kwenye game. Tell us how it feels. Ukiangalia hata game ina miaka 30 tu. Oh. You understand? Kwa hata miaka 20 anasherehekea pengine yuko naye pia ni mwanzo, lakini mimi ukiangalia maana yake nimeenda halfway. Unaelewa? Kwa maana yake nimeweza kuwepo kuanzia nusu mpaka sasa watu wanavyoenda kusherehekea miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava kuanzishwa. Nice. You understand? Kwa hiyo nimeweza kuwepo kwenye miaka 15, lakini sasa uzuri pia what I'm feeling blessed about is like nimekuwepo at least kwenye hiyo level ya kuwaona hao my brother na mimi nikiwepo at least na mimi nikiachia ngoma zangu nikitaka kuingia kwenye competition na nimeweza kufanikiwa na nikapendwa nikaheshimika, umeelewa? Because believe me or not, by that time ilikuwa unachia ngoma hapo Godzilla kachia mawe, Joh Makini kachia jiwe, nikiwa pili mheshimiwa wa moto. Ngoya yupo bado mimi napiga mawe. Fit Q wa moto. Kienda kwenye mafiesta ni hatari kabisa, you understand? Kwa hiyo I feel blessed kuwepo na hao watu na wameweza kunikuza mpaka leo inaweza ku maintain hata game ambavyo inavyozidi kubadilika. Mimi nakuwa sina wasiwasi sababu tayari my genius mind iko tayari, iko strong. Hata kama kija kitu chochote kingine virahisi sana kuliko nilikotoka. Nice. Your man, you have a lot vitu vingi vya kuvizungumzia. Ikabidi mpaka ni take a note kwa sababu like nikiangalia miaka 15 na vitu ambavyo umevifanya tuwezi kudiscuss kwa nusu saa, but tutajaribu kugusia everything. So tuanzie pale ambapo ulikuwa unajiita Dogo Ninja before Country Wizzy. Transformation ya Dogo Ninja to Country Wizzy ilikuwaje? Mimi actually jina langu la kabisa naitwa Ibra. Lakini sasa nyumbani kulikuwa kuna vita. Mama yangu mimi alikuwa ananiita Ninja, baba yangu ananiita Ibra. Wakapa kwa nagombanaga, yani mama yangu alikuwa kuniita Ninja. Mimi nilikuwa ni mtundu sana. Kwa hiyo nilikuwa naitwa Ninja. Na hata watu ambao nimesoma nao, I think watu wa mtaani ukija pale ukija kuniulizia mimi kama Ibra wanijui. Ndio kusema Ninja, Ninja. Kwa hata mama yangu anaitwa Mama Ninja. Ukiachana na mama anaitwa Mama Ninja. Kwa hiyo babu wakati anaanza muziki sasa yeye tayari kashoka babu wa kitaa. Nikasema mimi natelezea hapa kwanza. Hii wa kitaa ndio baba yetu mpya wa muziki huu. Kwa hiyo nikasema mimi nitajiita Ninja wa kitaa. By then nikakutana na Adam Mchomvu, nakumbuka alikuwa anakujaga container Mikocheni. Nikamwambia brother mimi nachana. Babu ananiambia njoo kutana na Mchomvu, nikamsikisha madude. Akanambia lakini ile jina mbona kama sio Kinyamwezi kwanza, lakini pia wewe umejigundua kwamba uko tofauti sana na babu. Sababu babu ni mtu fulani machepele. Alafu umekaa kama low key. Wewe unaonekana ni mshamba. Ungekuwa mjanja wewe ungekuwa kama babu. Kwa hiyo wewe ni mshamba boy. Ikawa ni mshamba boy. Sasa wakati naangalia mshamba boy akasema lakini bado imekaa kishamba kweli. Ikatransformiwa sasa kwa kizungu. Ikaita Country Boy. A boy from countryside. Mashambani huko. Ambapo sasa inatafsiri kwamba wewe umekuja mjini na umekuja kutake over nini mshamba boy, lakini unaweza ukakomaa nao na ukaweza kuoperate nao vizuri. That was the meaning. Na shout out to Mchomvu ndio ambaye amenigelo jina. From mshamba boy to country boy. Nice. Kuna mtu alikuwa hafahamu hiyo. And kwa miaka hiyo ambayo ulikuwa ndo unaanza kuimba, ndo ile miaka ambayo Kajala alikulipia studio.
track yako? Hapana. Mi actually unajua hii miaka 15 ni ile ya kwenye mainstream sasa. Okay. Kwamba sasa nimetambulika, nimetoka. Lakini mimi nyimbo yangu ya kwanza Adamu Chomvu huyo hiyo ambayo nilimpelekea mpaka Nita Ninja ilikuwa inaitwa Uwezi Kuwa Kama Mimi. By that time ilikuwa ni 2008. Okay. 2008 kwa na kipindi cha Total Request Jumapili. Hiyo segment siku ilikuwa inashindanisha wasanii ambao wasanii ambao pia wana wadogo zao na wanafanya muziki. Kwa the battle was nilikuwa nashindanishwa mimi nikiwa pili na mdogo wake Lodize. Okay. Yeah, tulikuwa watatu. Zilikuwa napigwa kula pale. Kwa nikiwa pili alikuwa namba 1, mimi nakumbuka nilikuwa namba 2. Okay. Yeah. Okay. So track ambayo Kajala alikulipia studio ilikuwa ni ipi? Inaitwa You Are The One. Nimefanya kwa Lama. Wow. Yeah. At that time ilikuwa vipi mpaka kamu okay, let me pay for you? Alikuwa ipo close na Babu. So na mimi hapo nikateleza. Mimi waga nikutanaga na watu ambao Babu yuko nao karibu, nikija sana na mimi udananda pale. Okay. Kwa hiyo yeye nilimsikiza kama mimi napenda kuimba. Okay. Lakini mimi nifanyia mpango na rekodi kwa Lama kwa sababu si rafiki yako. By that time Lama anafanya Young D. Yeah, nilikuwa natamani sana midundo ambayo anapewa Young D. Okay. Yeah. Lakini pia ushikuwa kwenye kundi moja na Young D pamoja na Stamina na kwenye Mtuche na kwenye hilo kundi wao ulikuwa unaonekana kama mzingue, yani hujui kurap, hujui kucheza, msindikizaji. Yeah, tell us about it. Na ili kujenga vipi mpaka kukuona? Actually sikuwahi kukata tamaa pamoja na usindikizaji wangu wote, lakini I can tell you all the videos ambazo ulikuwa unaziona za Mtuche, mimi nilikuwa nagharamia na angaikia kila kitu. And I was behind everything. Ulikuwa unafanya kazi gani at that time? Mimi na watu, mimi si mtu wa watu. Mimi napendwa, tuna washikaji zangu naishi nao vizuri, kwa hiyo it's easier for me to tell anybody that I need help, akanisaidia. Mimi sije kuwa na hela na sina hela na mambo yanaenda vile vile mpaka kuna muda anajishangaa inakuaje, you understand? Kwa hiyo nilikuwa napenda cha kwanza. Mimi nilikuwa nataka nifanye muziki. Hata mamangu alimwambia nataka nifanye muziki. Yes. Unaelewa? Kwa hiyo kuna muda nilikuwa nasaidia na brother zangu John Mabula. Ndio alimfuata nikamwomba ila video. Akaniambia video nakulipia wewe, walipie wenzako hapo. Nikamwambia nilipie brother, tukashoot video. Akaja kanifuata, kwa nini tena unakupa ila video, shoot video zako shoot na nao? Because I was believing. Though ilikuwa ni ngumu kwangu sababu nilikuwa naonekana msindikizaji. Ilifika time hata kuna shows wanaenda wenzangu mimi siitu. Kuna bidii mimi sasa niwaombe ndugu zangu wanichangie hata K50 niwafuate huko walipo nikaimbe nao, you understand? Mpaka kuna muda Stamina akaniambia mzee wangu muziki wako kibishow au tubuni. Nikamwambia mimi na ubishow gani? Mbona tunaimba vitu vizuri? Ila tu labda pengine ninavyojiweka maswag manini ndio unaona utafsiri kama ni ubishow. Lakini mashairi ukisikiliza naimba tu the same, lakini tu labda pengine mimi najiswagisha naleta unyamwezi mwingi tu. Umenielewa? Kwa hiyo I did not give up and I thank God transformation imebadilika. Okay. Vijana sasa ndio wanataka unyamwezi. Ndio maana naenda kama father. Ndio. Stamina anaweza kaenda kama mjomba by this time, you understand? Because vijana sasa I'm joking my brother. Yeah. Unajua hiyo situation kama yako kuna mtu anawezekana anapitia this time like kuna watu wanamwambia wewe uwezi kwenye kitu chochote kile. So nikatamani uigusie ili na yeye apate kuwa motivated by you sana na hicho. So takuwa na ruka matukio but tutagusia matukio ya zamani kidogo afu tutakuja huko mbele. Kwenye miaka 2012 2013 ndizo unamdate Lina. Na mkatoa Mateso. Yes, if I'm not mistaken. Kipindi hicho Lina tayari alikuwa yuko hot, yuko juu. Uliwezaje kumpata? Mimi na Lina tupo kabla hata hajakuwa hot by that time. Mimi nilikuwa namsindikiza, anaenda church, anafanya mazoezi, ana record ngoma zake. Mimi nilikuwa napenda kucheza by that time, hata muziki sijaanza. Mimi I was a dancer, nilikuwa naenda pale na nashindana kina Fred Wayne, wakina Msami. They know that. Wakina Moza yobo nashindana nao sana. Tena tushakutana kwenye mashindano makubwa by that time. Kwa hiyo nilikuwa namsindikiza yetu. Ingawa mimi nilikuwa najua napenda muziki na nilikuwa nafanya muziki. Ila nilikuwa bado sijajiandaa kutoka. Kwa hiyo tumeanza mpaka akatoka, alivyotoka ndo akatoka. Akatokea zake huko. So Lina alipotoka na kwa mahusiano akaishi hapo. Akaondoka hapo. Je, regret labda mimi nimekusupport unajua alafu mimi sija kumsupport wote, mimi niko namsindikiza kama mpenzi wangu na yeye alikuwa ananipa mapenzi kama mpenzi wake. Kwa I never regret. Actually napenda kwa sababu ni mshikaji wangu na tuweza pia kufanya nyimbo nyingine. I was proud. Mimi napenda watu wafanikiwe. Mapenzi is just a little thing, you understand? Yani hata mimi sasa hivi wewe, mimi hata naweza nikaa na mahusiano na wewe.
Naweza nikawa na hela, wewe una hela, lakini bado pia nikapata hela kama unahitaji hela kwangu. Mimi nakupa hata kama najua una hela. Hata kama unayo. If I can give it to you, no problem. Okay. You understand? Yeah. I love that. I love that. Una spirit ya kitofauti sana country. I think so. Yeah. Yani ni watu wachache sana ambao wanaweza wakawa wanasaidia bila kujali kwamba huyu atanifanyia kibaya au atafanya hiki na hiki na hiki. Yeah. Uchoki kusaidia. Why? I think hiyo ni Mungu, kwa sababu ingekuwa ni mimi mwenyewe ningekuwa nadhani mtu kupiga makelele au ningekuwa nalalamika, because hata watu ambao pengine nawasaidia mimi sijawahi kuwafuata. Hata kimuuliza Lunya sina nani, I never wanted anything from him. Sasa ndio cha msingi, na kwa watu wanipigia simu, mzee vipi? Nimetoka kwa mama Ndingo, je, nimeshamwachia hela hapo, kwa hiyo achana naye, kupigia mkatae. Nice. Umeelewa? Kwa hiyo wanafanya wao wenyewe. Kwa hiyo mimi inanilipa hivyo, you understand? Rakim sasa kitaka nini mtoto wangu faster, wao wanamaliza everything. Kwa hiyo mimi naifanya because nadhani ni Mungu alivyonituma. Sababu ingekuwa mtu mwingine, hamna kitu kibaya kama kuamini kwamba huyu ni mkali, sasa nikimsaidia atanifunika huyu, sasa atachukua nafasi yangu. Lakini mimi nadhani Mungu amenipa hiyo imani ya kutokuwa muoga, ya kuamini kwamba wewe nafasi yako hakuna mtu ambaye atachukua, na nafasi yako inaweza kuwa pia ni chachu ya watu wengine kupitia hapo hapo. Kwa hiyo mimi whoever says like wizi utafunikwa au utatolewa, naweza kama nimefunikwa hapo, lakini mimi nikija nitamfunua. Sio bwana. Kwa hiyo ni I don't feel any problem. Sawa. Yeah. Kuna kipindi uliwahi kukutanisha Young D na Young Killer kwenye track moja. Yeah, na kipindi za usiku. Yes, na kipindi hicho ilikuwa ni kipindi ambacho watu wana believe wana beef kubwa sana. Lakini wewe ukawaleta pale na watu wakaanza kuamini kumbe hawa watu wako okay. Ilikuwaje kuwapata wale? Mimi nashinda kila mtu fresh. Ndio maana nakwambia hata mtu chenye ilivyokufa mimi nilikuwa tu nimekaa kama katikati, sielewi niende wapi, afu wote rafiki zangu Young D ananiita huko na nita huko, understand? Kwa hiyo Young Killer ni mwanangu. Young Killer hata kabla hajatoka mimi alikuwa ni mwanangu kabisa. Yani alikuwa anakuja hadi home. Yani mambo ya Spanyota yale ndo anaanza anashinda kabisa. Tuko naye mmoja record hata hajatoa single bado. Kwa hiyo it was easier for me because anaelewa love ambayo niliwahi kumuonyesha tangu siku ya kwanza. Na nikamwambia kabisa Mungu kutakuwa kuna Young D, we are good. Nadhani huo ni muziki. Hamna mambo ya beef, hamna mambo ya nini. Young D hapa kuna Young Killer. He's doing great. Na mtaji kwenye nyimbo au sio bwana? Na tunamhitaji pia tuwe kama mtoche ili itimize hiyo lengo, kwa sababu Young D by that time alikuwa new stamina, alikuwa ametoka sasa. Hataki kabisa hayo mambo. Kwa hiyo mwisho siku mimi nilikuwa convinced na wakakubali. Nadhani ndio maana nakwambia nimebarikiwa. Tusijui inakuaje. Lakini kama hata Big natupa kwa ngopo mimi ningewaleta pamoja. Kwa spirit of Dayo, man. You can do that. Kama ungekuepo kweli ingetokea. So umechangia kwa mchango mkubwa sana kwenye maisha ya wasanii tofauti. Hata sio wasanii tu, hata maproducer wa muziki. Kuna track uliambiwa uende kurekodi kwa S2 Kills. That time ulikuwa unashirikishwa. Then wewe ulikuwa muamini kabisa S2 Kills. Like mimi naendaje kurekodi tena, ilikuwa ni Skeleton Music hizo. Alikuwa mwembamba S2 Kills. anaitwa Skeleton. So wewe ukaenda ukafanya, baada ya hapo ndo ikawa safari ya S2 Kills game. Kutishi hapo. Actually shout out to my blood. Jisan alikuwa yuko BOB pale. Ni mdogo wake na Shade actually. Oh wow. Mdogo wake na Shade wa Clouds TV. Alinipigia simu, ni mdogo wangu pia, akasema brother, kuna ngoma, kuna producer mkali sana S2 afana kukubali na kufaa sana bro. Alipotumia ngoma nikaisikiza, nikamwambia poa, acha nije. Sababu wewe ni mwanangu, umeelewa bwana? Nilipofika hapo kwanza nikutana na studio, nikasema ya kweli hapa kweli tumeingia mtaa Togo. Yani sasa hii Togo. Yani mtu akirekodi kwanza unakaa kwa nje, kuna kama kijiwe ndio unabidi usikilizie. Yani si unanielewa? Gari haipiti, gari inapita moja, au sio bwana? Alipopiga ile nyimbo nikarekodi, nikamwambia wewe ndo zombie, kwanza nimependa hiyo sign yako ya zombie. Hebu nipigie mabiti. Alipoanza kunipigia mabiti, akapiga beats kama 4. Ikapiga wapi? Nikamwambia mbona kama unaomanekana afu uko chimbo sana huko wapi huko? Hebu tu record pale. Tulivyo record bro, mimi nikamwambia S2 nyimbo inabidi tutoe. In 2 days tu nikamwambia mzee inabidi tutoe, naomba tu mix. Tabla sasa hapa vifaa, nikamwambia tuenzetu Key Records, sababu Skeleton tunataka tupate sound nzuri. Tukaenda pale tukamchukua data, tukaenda Key Records, shout to Rushdown na Kili. Tukamix ngoma. Inataka kutoka S2 amini sababu mimi alikuwa na mimi sasa haiwezi miss yao brother, haiwezi kutoa nyimbo bwana. Underground wenyewe watoe nyimbo. Wewe brother utatoa? Nikamwambia S2 tunatoa nyimbo, twende. Baada hapo the rest was history. Tukaachia kuna Matata, tukaachia Turn Up tumerekodi pia nao pale Skeleton. Tukaanza rekodi pale afu tunahamisha studio kubwa. Umeelewa bwana? Kwa ni mtu ambaye
Nataka kusema ndo mtu pekee wa kwanza ambaye nimemuingiza kwenye media. Yeah. I was the first. So kama ndo nimemleta kwenye muziki. Nilibahatika tu kuwa kwanza kwamba tuondoke. Hao sio mkusikilizisha. Hawataki uondoke. Mimi nataka tuondoke. Okay. I think that's the only proudness ambayo niko nayo. Kwenye asilimia za kumpeleka mjini inawezekana tukakupa 100. Asante. So Estukiz ana appreciate until now kile ambacho ulikifanya. Ana appreciate big time na anajitoa sana. Ubaya ndio mimi siwezi kuzungumza sijui yani, lakini for what I can tell you is Estukiz ni mtu ambaye ana love sana na watu ambao ametoka nao mwanzoni. Nice. So mimi tumoni nani Estukiz kama hapa mwaka jana amesimamia albamu yetu ametaka mwenyewe. Hapo bado anasimamia na albamu yangu. Okay. Estukiz anapiga simu yana ananiambia hii nyimbo anaimba mtu fulani. Estukiz hawezi kukaa bila kunicheck, bila kuniambia mzee vipi mbona hujaja studio? Unafanya nini? Mwenelewa bwana, ni mtu ambaye anajali na hiyo love ya kwamba mzee hapa tunaondoka. Yaani akiamua kusema tunaondoka tunaondoka. Umeelewa bwana? Kuna mimi pia namwachaga nafasi ili afanye na watu wengine pia. Ndio mbona country watu tena Estukiz kama zamani. No, tunataka tutoe album because we were cooking on an album. Okay. You understand? Kwa hiyo ni mtu ambaye napenda, anaheshimu na hiyo love ajai kutushusha. Umeelewa bwana? Anachaji mahela mengi lakini kwangu hataki chochote zaidi ya love. Yeah. Mimi nani simshukuru Estukiz? $2,000. Nice. Kwa hiyo shout out to him man. It's a payback. Yeah. Kwa katika mkumbo wa watu wa malipo mimi nakuwa nimekaa pembeni VIP. Unamlipa ukienda kurekodi au ndo ile mimi? Ndio nakwambia mimi siongee chochote hata kama nikimpenda Estukiz nakataa. Mimi ni staff. Yaani mimi ni staff kaka. Yaani ukinisikia mimi mjomba wangu si nipo kwa zombi, foleni ya watu $2,200 mimi nitoe, mimi ni staff. Hata nikiitoa hataki. Estukiz hata nikienda kwenye show Estukiz hajawahi kutaka chochote kutoka mfukoni mwangu. He never wanted anything. Nice. Yeah. Iko ni kitu kizuri sana. And I'm proud. He's the #1 producer right now. Yes. You understand? Yeah. Yeah. Ni rasa na kumwadisia mtu ambaye unamjua kuanzia chini Yeah, tunajifunza kutenda mema jamani. Tushikane mikono huku, you never know. The story kama Country Boy sasa hivi anamsimulia nani Estukiz. Yeah, and mwaka 2017 I can say ndio ulikuwa mwaka wako mkubwa sana kwenye historia yako ya muziki. Tell us about it. Tunaambiwa kama vile wanavyosema biashara inaanza kwanza tunapanda tunapalilia afu msimu mavuno unakuja, si ndio? Yes. Kwa ilikuwa miaka 7 ya kupanda na kupalilia. Miaka 7. Yeah, ndio nilikuwa bisho. Oh, okay. Mimi nilikuwa naambiwa sasa show zako mwisho Sinza, uvuki Chalinze. Nani anakuambia? Mapromota wote unaojua Tanzania. Lazima wewe muziki wako uwezo ukaiti na Njilinja, uwezo kaenda Mtwara wewe ukaamsha. Kama uimbe Masaki, yani umekaa Masaki, yani uptown record fulani, yani dogo fulani wa mjini sana. Okay. Shout out to my brother Tojo. By that time nimekaa na mwanangu Tojo. He did everything. Akaniambia mzee wangu hapa inabidi tubadilishe upepo. Nataka tuende South Africa. Tukashoot hapo tuko na Rooftop. Okay. Because Rooftop wakati tuna sign mimi siku sign tu kama msanii, nilisign kama partner. Oh, okay. Yeah, kwa niko na asilimia kwenye kampuni. Okay. You understand? Okay. Ndicho tutakuwa msanii. Akaniambia we have to go. Tuondoke South Africa. Osu na muziki mkubwa ushatengeneza huo turn up nini Mwanefe, but that time Mwanefe pia alikuwa yuko South. Tukaongana na Skat tukasema mimi nyimbo sababu kile nikisikiza nasema hii nyimbo mbona ni tobo, ushakusikia nyimbo mpaka unalia mwenyewe. Hii nyimbo ilikuwa kile nikisikiza nasema hii mbona kama ndo tutaenda kuniheshimu hawa. Yaani mbona wanavunzalau hii ndo kabisa. Tukapanga kwa safari, sikuamini Tojo shout out to Petimane wali organize Kapo Haidari. Nakumbuka tuliondoka zetu kule Mwanefe alikuwa ameshajikata ticket shall kwa Mwanefe, maana business tusingeiweza. Sasa ndio tulikuwa tunaifuata hiyo business, unaelewa? Na kwa hiyo tukafika kule tukachukua apartment tukashoot. Tumeshoot na Anskana. Anskana mwenyewe alivyoshoot, alivyorudi tu nyumbani amekaa kama dakika 20 akaniambia mzee, angalia video yako hapa tayari. Anakuambia mzee, yani mimi mwenyewe nimepata tu mzuka kuedit, models wa kali, umefanya vizuri, umedance, yani hainipi tabu, yani nikiwa tu clip na mimi ndio hiyo kali, you understand? Mimi nilivonigia nikaenda kwanza chumbani. Nililia. Wow. Nililia sana nikasema hao wamejikanyaga. Sasa naenda. Okay. Nirudi nikarudi nakumbuka nilipita Kinondoni kwa washikaji zangu akina Dedi nane. Dedi ni mwanangu ambaye huaga anani coach mara nyingi kwenye tone ya uimbaji. Okay. Kwa hiyo nikamwambia Dedi nane yuko na washikaji kibano, kaambia ni Dedi naenda kuwaua, ni kuanzia kesho sitaki kuonekana kabisa, yani sionekani popote. Okay. Kuonesha chupa kila mtu anaogopa. Nikamwambia hilo tunaondoka lini? Kesho, hatuchelewi. Okay. Na kweli katika nyimbo ambayo watu waelewa by that time 2017 it was not easier. Japokuwa tu mambo ya kujisifa tu, lakini watu wa TBT wanaelewa. By that time nyimbo yangu nadhani ina historia kubwa sana. Okay. Wakati tambulisha XXL
Azkana ndo alikuwa ana upload nyimbo, ilibidi nimpe account yangu ya YouTube sababu alikuwa amechelewesha. Tulikuwa tunataka toke tu nyimbo saa 10 kamili kisha video itoke. Saa 10 nikaulizwa neno gani la mwisho nataka uongee. Azkana akaniambia waambie tu video ishatoka iko YouTube. Nikamwambia bwana video imetoka iko YouTube. Sasa kutoka hapa Cloud na kwa mama ni kama dakika 10 tu driving. Nimetoka hapa tumefika na kina Petina na tunashangilia nini. Imetumia dakika 10 nyimbo kufika namba 1 in trending. Wow. Yeah. Nice. I think that's the first song kwa vijana wenye age yangu. Okay. Na hakuna ambaye amewahi kuifanya hiyo. Yeah. Tulitoka hapa na kina Petina tumefika pale dukani tu kama Madi mtaani. Petina ananiambia mzee tu uko namba 1. Nice. Yeah, nikachanganyikiwa. Sasa mbona vitu vigeni hivi, yani najisifia vipi, yani I was not ready for that, you understand? Okay. Lakini ni nyimbo ambayo ilinigia baraka kubwa sana, iliwatesa ndugu zangu wengi, hata mwenyewe pia ilinitesa kiasi kwamba ndio ambavyo nilivyoimba na video, hata babu alikuwa akiwaambia washikaji zake kwamba huyu mdogo wangu, anaambia huyo sio mbongo, huyo South Africa, wewe muongo. Huyo anaongea Kiswahili hamna, sio. Anapiga simu, wewe wizi, mimi nani yako? Wewe kakaangu. Hem, tunesha kama ndoe. Jamani ndoe, kumbe unaongea Kiswahili? Naomba, yeah, mimi Tanzania, vipi bwana? You understand? Kwa kuna show nyingine, hadi kuna show nikawa spewi. Bwana huyu mzungu sana, huyo show zake itakuwa mamilioni ya fedha huyo. Mama yangu, yani ndo tumpati kabisa. Kwa ile nyimbo pamoja na kuita kote, ilinitesa sana. Bila kupata matamasha nisingeweza kupata hela video. Because hakuna promoter ambaye alikuwa anaweza kunishika. Yani kwa imani zao. Wakona bana uza sio kutoka Ulaya kaja Tanzania huko kuja kupiga mia tu yani. You understand? Kwa hiyo by that time nadhani ilinishimisha sana. Everything was perfect. Yani ilikuwa lazima hit. Nice. Yeah. Shout out kwa mheshimiwa Mwana FA. Yeah. Mlipa shilingi ngapi? Mimi mtoto wa Mungu we dada. Mimi mtoto wa Mungu. Country la Kisimati. Okay, sawa. Kutoka Rooftop mpaka Konde Gang. Akati ulikuwa sehemu nzuri tu ambayo tayari ulikuwa mkubwa tayari watu wanafahamu. Na stories za kwenye mitandao na watu walikuwa wanazungumza kwamba Country Boy ulienda kama kuiboost Konde Gang na ulikuwa uhitajiki kuwa pale kwa level ulikuwepo. Nini ambacho kilikupeleka Konde Gang? Unajua bana, nimetoka pia kukutana na message moja hapa, kwanza mtu anakuambia yani wewe uende sasa bila kumuongelea Konde Boy si Konde Gang. Lakini mimi sipendi kuongelea. Sasa kuna maswali yanakuwa naulizwa na kuna watu wanataka kujua. Tunarudi ndio watu tumeanza mwanzo. Sasa I don't think like mimi nilikuwa najua na hata wao ndo walini approach. Sio, unanielewa? Na katika approach ambayo ilikuja hata sasa hivi, let's say unachezea unacheza basi Mtibwa Sugar au sio, unacheza basi timu fulani daraja la pili, unataka kwenda level fulani ambayo hii level nikifika pale ndo nitaenda, wala jamaa na management nzuri, nikifika na wale itakuwa rahisi mimi kwenda international nikasajiliwa tena Al Nassr huko. You understand? Kwa hiyo the way ambavyo mimi walini approach ni Mjerumani, nilikuwa na kina Chopa. Mimi I never talk to anybody ambaye ni msanii mwenzangu katika ile label. Mimi niliongea na management yenyewe ambao walinifuata kaniambia una potential kali. Wewe ni rapper normal, tunataka tuongeze nguvu, ndio tumeanza kazi, lakini sisi tunataka twende international. We don't see you here sababu tunaamini wewe una level yako, hatuwezi kuingilia kwenye mipaka yako, lakini sisi tunataka tu sign contract ambayo itaenda kwa level za international. Tuna wasanii ambao Harmonize anajuana nao na ni wengi tu, kwa hiyo it's easier for us ku catch your market yawe kama rapper kuondoka, because rap inahitajika pia nayo ikue. Wao washafanya makubwa kina Burna Boy. Sasa imagine kama yule Burna Boy mimi pia ningekuwa nimepewa nafasi nichane naye, tuongea lugha nyingine, ilikuwa ishindikani. That's true. Sasa tafsiri yake kwa sababu hafijafanyika mpaka sasa country ilivyoenda kula amezingua, hiyo ndo tofauti. Lakini kama ingekuepo hiyo, mwenelewa sijui bwana kwamba okay Davido nipiga naye kweli na Ramali wale ambao wanataka kuimba naye yeye labda kwa mfano mimi ningekuwa nimefanya nao ningeogopeka, si ndio bwana? Lakini kichokoseni ni kwamba haikuenda hivyo, kwa watu wanaamini kwamba sasa Country pale umefuata nini wewe, si kwa tu mwenyewe kimfuko wako unaweza. Kwa hiyo hiyo ndo different, na ndio maana mimi kanifanya niweze kutoka. Umeelewa? Na ni moja kati ya msanii ambaye umefanikiwa kukaa muda mfupi sana kwenye record label na ukaondoka vizuri without kelele. Okay, ukiachana na hiyo record label uliotoka, jamaa, ladies and gentlemen, he's a president. I Am Music iko chini yake, ana watoto wanafanya vizuri jamani. So kipindi una rekodi Bebe, ulikutana na wazungu. Then wakakupa support baada ulivyokuwa unatoka Konde Gang. Kuna mtonyo walikupatia Country. Nadhani ndo huu ambao tunaona umesaidia music kusimama mpaka sasa hivi. Wale wazungu hapo wapo, na tayari hata nilipokuwa mwaka juzi nilienda kwa ajili ya kurecord album
ambao natakiwa sasa niende tena inshallah mwaka kwa ajili ya kufanya analysis za kuiachia. Kuna album ambayo tulifanya kwa ajili ya record label kwa ajili ya kujiestablish nje, na sababu wao makazi yao yako Austria na Germany, na ndio ofisi ambapo zilipo. Kwa hiyo na watu ambao wanapenda na wanaona. Kwa hiyo kama angekuwa hawapo, nadhani hata label yangu pia nayo ingeyumba. Wasanii wenyewe kuamiliki ni kazi, lakini tunashukuru Mungu. Kwa hiyo ule mtaji ambao tuliupata tuliutumia vizuri, tuliwekeza vizuri, and they see the work ambao tunaifanya. Yeah. Okay. So, tell us about Fresh Boys. Tusipowazungumzia itakuwa tujawatendea haki. Unaona wapi ni watoto wako? Nini ambacho kila ukiwatazama kinakutia nguvu kuhusiana na wao? Okay, before that, shout out to Acero. Acero is one of the people ambao ndo tunafanya nao kazi. Nice. Acero, shout out to you brother. Mimi najisikia furaha kwanza kuwa na wasanii kwa sababu hata mimi mwenyewe pia sijawahi kujimagine kama eti nitaimba, mimi nataka niwe king muda wote. Mimi naamini hii nafasi hata mimi nilipata, kuna watu walikuwa nayo na ina deserve na watu wengine pia, umeelewa Cha msingi tu ni mwenyewe tukua consistency ya muziki wako. Wakati tunaanza kwanza ilikuwa kama uuni. Kwanza nakana sasa Kandi kashatoka huko, sasa ndio sasa anataka analeta masela wenzake. Inakugiva inakutoa ile energy, umeelewa? Nataka na hela zinatoka. Wasanii watoka. Kumbuka imenichukua 2 years kuwaweka wasanii pamoja. Wakiwa na shida inabidi wanipigie, mzee wangu tunataka hela kula hapo, mume katika wako 4. Okay. Kila mmoja na shida zake. Umeelewa bwana? Wanatakiwa record, wanatakiwa fanya nini, tumeshoot ma video na hajaenda kihivyo, tumefanya mapattern kuaminisha watu bado na kama vile hawa wauni. Lakini I was believing like sisi wao mnatona wauni, lakini ukikana sisi tujua hawa watu sio wauni. Unaona useme wewe, kumbe kuna watu ambao pengine ndo wapo kwenye labels kubwa au wanamiliki hata wasanii, lakini wao kumbe ndo wanaleta uuni kwa wasanii wao. You understand? Because mimi tunashukuru Mungu, tunaridhika. Mimi naonyesha watu plain. Wasanii wangu mimi wakija nyumbani they feel like this is I see myself too. Yani unajiona a reflection, you can see, you can reflect yourself. Kuanzia kwenye maisha tutakula hicho, tutavaa hapo, hakuna mkubwa. Yani mimi hata nikana hakuna mkubwa. Sisi hatuna mkubwa. Na hata kazi zetu tunavyofanya is 50-50. Hata kama inatoa kiasi gani, nilikuwa naamini kwamba wao wakiwa na furaha tutakuja kufanikiwa tu. Imagine leo hii Madogo hot cake right now. You understand? Wanafanya vizuri. Na tujatumia hata 100. Una watu. I swear to God, hii nyimbo imeiti ni Mungu sasa. Ukasema bwana, wakati watu wanajibishana huko, wasanii wako ndio wanatakiwa uondoke. That's true. Hiyo inamaanisha nini sometimes? Kuwa na label sio mpaka uwe na hela ndio invest. Hata mimi pia nikijiangalia, mimi nilitoka kupitia talent. Mimi sikutoka kwa ajili ya hela. Mimi sija kuinvest chochote na mtu yote. Zaidi tu kuomba msaada, naomba ni rekodi, mimi nipige tu ngoma kali. Mwingine niachie mimi. Wasikilizaji watakubali tu show. Muziki mzuri unahitaji tu uwe mzuri kuwafikia watu, sio hela. Lakini hela pia tunapokea na tutaifanya isikike. Lakini kuna yale mapenzi ya wimbo kuupenda au tengenezwe na pesa. Ndio hata mapenzi ya ukweli. Ukidate na pesa na ukidate in reality, pesa itakutesa. Yeah. Okay, time imekimbia sana. Nimeomba tu dakika 2 za kumalizia hapa kwa sababu kuna swali ambalo kuna baadhi ya Gen Z au kuna mashabiki wapya pia kuna tazama kwa mara ya kwanza Spark Clouds TV, alivyosikia baba anakuja, anasikia tu country ni father of new generation. Anajiuliza who father nani aliyempa? Mbona anajiita father? Like tell us, kuna ambao wanafahamu lakini kuna ambao hawafahamu. Like he father of new generation imetokea wapi na kwa nini? Sio inakuwa vipi? Ni kama tu misemo, unashangaa watu wanasema wao wakimenuka, ile neno unashangaa sio limetoka hapa, lakini unashangaa tu kama limetoka, afu kuna mmoja anakuwa analisisitizia. Mimi ile neno kikweli nimepewa. Yaani sijui nimepewa, imesambazwa na akina Lunya, akina nani, yani imesambazwa tu nadhani baada ya kuona nasaidia watu vijana wenzangu. Na mimi pia wanaelewa kwa sababu mzee alianza muda. Kwa tayari huyu ni baba, yani na hata Lunya mwenyewe alipokuwa akitoka, yeye alikuwa anasema nikitaka young king of father country nipatie. Yani you feel like ni baba ambaye anaweza nikalea vijana wengi. Tafsiri yake ni kwamba ni baba ambaye anaweza akalea vijana, ana huo uwezo kwa sababu sio kila mtu ana uwezo kukusaidia. That's true. Kama unabisha wewe toka hapa kamombe mtu 10,000. Huyo tu hapa fantastic. Haitoki. Utatoa sababu nyingi sana, lakini mimi na hiyo father love. Yani I can make you feel like niko safe. Nice. You understand? Yeah.